Ukiona unapigwa vita hizi 7, jua umekaribia kufanikiwa. Ukweli mchungu ni huu: hakuna mtu anayepigwa vita bila sababu. Dunia haiwatesi watu wa kawaida, inawajaribu wale wanaobeba hatima kubwa. Ukiona ghafla kila kitu kinakuwa kigumu, watu wanabadilika, njia zinakuwa nyembamba, usiogope. Inawezekana uko karibu kuvuka mstari ambao wengi hawajawahi kuufikia. Hizi hapa ni vita 7 vinavyoashiria umeanza kusogea kwenye mafanikio halisi. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu ya GR Hamasa Wisdom, kwa sababu hapa hatupigi story, tunazungumza ukweli unaojenga maisha. 1. Unaanza kupingwa na watu wa karibu. Hii ndiyo vita ya kwanza, na mara nyingi ndiyo chungu zaidi. Watu waliokuwa wakikucheka, wakikupa moyo, wakisema upo poa, ndiyo hao wanaoanza kukuuliza maswali ya kukukatisha tamaa. Unajiona nani sasa? Umebadilika sana. Utaweza kweli au unajitesa? Hawa si maadui wa wazi, ni watu waliokuzoea ukiwa katika kiwango cha chini. Ndoto zako zinapoanza kukua, zinaanza kuwafanya wajione wadogo, na hapo ndipo upinzani huanza. Kumbuka hili: ukianza kupanda, kelele huongezeka. Upinzani wa karibu ni ishara kuwa umeanza kupaa zaidi walivyokuzoea. 2. Unapoteza marafiki bila ugomvi. Hapa hakuna drama, hakuna ugomvi wa wazi, hakuna maneno makali. Mawasiliano tu yanapungua, salamu zinakuwa baridi. Upo lakini haupo. Watu hawa hawakuondoka kwa sababu wewe ni mbaya. Wameondoka kwa sababu safari yako imeanza kuwachosha. Umeanza kuzungumza mambo tofauti. Umeanza kufikiria mbali. Umeacha kupoteza muda. Na ukweli ni huu: sio kila mtu anaruhusiwa kusafiri na wewe hadi mwisho. Wengine walikuja kwa msimu, sio kwa safari nzima. 3. Unajisikia mpweke kuliko kawaida. Upweke huu hauji kwa bahati mbaya, na hauji kukuumiza. Unakuja kukuandaa. Mafanikio makubwa hayazaliwi kwenye kelele nyingi, yanazaliwa kwenye ukimya mrefu. Hapa ndipo unajifunza kujitegemea kiakili, kujisimamia kihisia, na kuamini maamuzi yako bila kupigiwa kura. Ukiona unapenda kukaa kimya zaidi, ukijitenga kidogo, ukijisikia tofauti, usiogope. Unajengwa ndani kabla hujaonekana nje. 4. Kila kosa linakuumiza zaidi. Kosa ambalo zamani ungelicheka, sasa linakukera, linakuumiza, linakufanya ujitafakari sana. Kwa nini? Kwa sababu kiwango chako kimepanda. Mtu anayekaribia kufanikiwa hawezi tena kuruhusu uzembe. Vivyo hivyo, hawezi tena kujidharau. Maumivu haya yanakufundisha nidhamu, umakini na uwajibikafu mkubwa zaidi. Hii ni ishara kuwa hauko tena katika kiwango cha kawaida. 5. Unachukuliwa vibaya unapobadilika. Unapokuwa kimya, wanasema umejiona. Unapokataa starehe zisizo na faida, wanasema umebadilika. Unapochagua nidhamu, wanasema unajifanya bora. Lakini ukweli ni huu: huwezi kubaki yule yule na ukafika mbali. Ukuaji hauombi ruhusa, unakuja na gharama yake, na moja ya gharama kubwa ni kutoeleweka na watu uliowazoea. 6. Unajaribiwa kukata tamaa ghafla. Hii ni vita ya hatari sana. Unahisi kama uachane na kila kitu, kama umesogea bure, kama hakuna kinachotabadilika. Lakini hapa kuna siri kubwa. Mara nyingi tamaa ya kukata tamaa huja pale unapokuwa karibu sana kuvuka hatua mpya. Huu ni mtihani wa mwisho wa akili. Wengi huanguka hapa, wachache huendelea, na hao wachache ndio huonja ushindi. 7. Unahisi moto ndani unakuamsha. Licha ya uchovu, licha ya maumivu, licha ya upweke, kuna moto ndani yako unaokataa kuzimika. Ni sauti inayokuambia
Endelea, usikate tamaa. Bado moto huu hauji kwa kila mtu. Ni zawadi ya wale waliokusudiwa kubeba kitu kubwa. Hiyo njaa ya mafanikio, hiyo hamu ya maana, ndiyo uthibitisho kuwa hauko mbali. Sasa sehemu muhimu zaidi. Usichukue vita kama ishara ya kushindwa. Chukua kama muhuri wa maandalizi. Dhahabu hupitia moto ndipo ithibitike kuwa ni halisi. Ukiona maisha yanakubana, yanafanya uchungu, yanakuondoa kwenye starehe, usiombe yaondoke. Jiulize, ni nani ninayejengwa kuwa? Kwa sababu historia inaonyesha jambo moja: waliovumilia vita, waliobaki imara, waliokataa kukata tamaa, ndio waliokuja kuishi maisha ambayo wengine walitamani.